Karibu sana kwenye channel yetu. Tuendelee kujifunza, kushare mawili matatu, lakini kupata elimu iliyo bora kwa ajili ya mustakabali wa maisha yetu. Kama wewe ni mtu ambaye una ndoto kubwa lakini unaogopa kuanza, au kama una mawazo mazuri lakini hofu inakuzuia, au kama unaishi maisha ya kawaida sio kwa sababu huwezi zaidi, bali kwa sababu unaogopa zaidi, basi video hii ni kwa ajili yako, special for you. Hofu haimaanishi wewe ni dhaifu. Hofu ni ishara kwamba akili yako inajaribu kukulinda, lakini mara nyingi inakudanganya. Leo nitakushirikisha mbinu 10 zenye nguvu sana za kisaikolojia zitakazo kusaidia kuondoa hofu zako hatua kwa hatua na kuanza kuishi maisha yenye ujasiri, uhuru na kujiamini. Hakuna nadharia za kubuni. Hizi ni mbinu zinazotumiwa na watu waliofanikiwa duniani kote. Basi kama uko tayari kubadilisha maisha yako, kaa hadi mwisho na tuende moja kwa moja kwenye mbinu ya kwanza. Mbinu namba 1, tambua chanzo halisi cha hofu yako. Hofu nyingi hazitokani na hatari halisi, bali zinatokana na hadithi tunazojisimulia kichwani. Jiulize swali hili: ni nini hasa ninaogopa? Sio ninaogopa kushindwa. Hapana, unaogopa nini kitatokea ukishindwa. Wengine wanaogopa kudharauliwa, kukataliwa, kuonekana hawana thamani. Ukishaitaja hofu kwa jina, basi automatically inaanza kupoteza nguvu. Hofu isiyotambuliwa ni sawasawa na monster, lakini hofu iliyotambuliwa ni sawasawa na tatizo linaloweza kutatuliwa. Mbinu ya pili, kukubali hofu badala ya kuikimbia. Watu wengi hufanya kosa moja hivi kubwa: wanajaribu kukimbia hofu, lakini kadri unavyokimbia hofu ndivyo inavyokufuata kwa kasi zaidi. Watu jasiri hawakosi hofu, wanakubali uwepo wake. Sema moyoni, ninaogopa lakini bado nitaendelea. Hapo ndipo nguvu yako itakapoanzia. Lakini mbinu ya 3, vunja hofu kuwa hatua ndogo ndogo. Hofu inakuwa kubwa kwa sababu unaiona kama kitu kikubwa sana. Kwa mfano, unaweza kuwa unaona shida kuanzisha biashara, na maanisha hofu ya kuanzisha biashara. Lakini pia hofu ya kuongea mbele za watu. Lakini pia kuna hofu ya kuanzisha jambo lolote jipya. Badala ya kufikiria hatua 100, anza na hatua 1 tu. Tunasema hatua ndogo ukijumlisha na uthubutu, tunasema ni sawasawa na hofu kuzimika. Lakini mbinu ya 4, badilisha lugha unayotumia kichwani. Akili yako inasikiliza kila unachojiambia. Badala ya kusema siwezi, au badala ya kusema nitashindwa, sema ninajifunza, ninajaribu na ninakuwa bora sana. Lugha ni programu ya akili. Hilo lazima ulitambue. Mbinu ya 5, jifunze kukaa ndani ya hali isiyo comfort. Usikae mazingira ambayo yanakufanya uwe comfortable. Ukuaji haupo kwenye comfort zone. Lazima tuelekezane ukweli. Kila unapofanya kitu kinachokuogopesha kidogo, kuongea, kujaribu, kuuliza, automatically akili yako hujifunza jambo. Hii sio hatari, bali hofu hupungua. Mbinu ya 6, rudia kukabiliana na hofu. Rudia kukabiliana na hofu, au tunaita exposure. Hofu haifi kwa kufikiria. Hofu haifi kwa kufikiri, bali hofu hufa kwa kufanya. Kadri unavyokutana na hofu mara kwa mara, ndivyo inavyopoteza nguvu, unaizoea. Ujasiri ni misuli, unaukuza kwa mazoezi. Mbinu ya 7, tumia mfano wa worst case scenarios. Tunasema zile scenarios za kesi mbaya. Jiulize, kikitokea kibaya zaidi, nini kitatokea? Mara nyingi jibu ni nitahisi vibaya kwa muda,
kisha nitaendelea. Sio kifo na wala sio mwisho wa maisha. Hilo linapunguza hofu kwa haraka sana. Lakini mbinu ya 8, zunguka kwa watu wenye ujasiri. Au tunasema zunguka na watu wenye ujasiri. Au kaa na cabinet, au kuwa around na watu wenye ujasiri. Hofu ina tabia ya kuambukiza. Ujasiri pia unaambukiza. Ukikaa na watu wanaothubutu, kwa maana kujaribu, kushindwa, kuinuka, akili yako inaanza kuigia tabia zao. Kila kitu utaanza kukopi na kupesti kwenye akili yako. Mbinu ya 9, kumbuka mafanikio yako ya zamani. Hofu inakufanya usahau ulipotoka. Lakini jiulize, ni mambo gani niliyowahi kuyashinda hapo zamani? Kama uliweza jana, unaweza pia leo. Mbinu ya 10, fanya licha ya hofu. Hii ndio siri kubwa sana. Usisubiri hofu iishe ndipo uanze. Anza, ndipo hofu itapungua. Ujasiri hauji kabla ya hatua, bali ujasiri huja baada ya hatua. Hofu haitakuja kukuuliza ruhusa au kukuomba ruhusa, lakini haitakiwi kuwa dereva wa maisha yako. Anza leo, hatua moja, uamuzi mmoja. Kama video hii imekusaidia, basi usisahau kulike, kusubscribe, kucomment, lakini pia na kushare na watu wengine ili wote waendelee kupata elimu kwa pamoja. Asante na karibu tena kwenye video inayofuata wakati mwingine.